Kwa nini inasemekana wanawake wanaongoza kwa usaliti siku hizi? Habari ndugu zangu, karibuni tena kwenye darasa huru la Kepa Africa. Leo tunagusa donda ndugu. Tunazungumzia mada ambayo imekuwa ikichoma mioyo ya wanaume wengi na kuleta maswali mazito kwenye meza za kahawa na vijiwe vya mazungumzo. Zamani, simulizi za usaliti zilikuwa na sura ya mwanaume, lakini leo upepo umebadilika. Takwimu zisizo rasmi na malalamiko mitandaoni yanasema wanawake sasa wanashika hatamu kwenye usaliti. Je, ni kweli wanawake wamezidi au ni kwamba siri zao zimeanza kuvuja? Leo tutapasua mshipa huu. Tutajadili kwa nini mwanamke wa kisasa anadiriki kusaliti na nini kimebadilika katika saikolojia ya mahusiano. Hii sio makala ya kuhukumu, ni makala ya kuelewa. Sehemu ya 1. Mabadiliko ya kiuchumi na uhuru. Sababu ya kwanza kabisa ni uhuru wa kiuchumi. Zamani, mwanamke alikuwa anamtegemea mwanaume kwa kila kitu: chakula, mavazi na malazi. Hata kama alikuwa akisalitiwa au kunyanyaswa, hakuwa na pakwenda. Hivyo alilazimika kuwa mwaminifu ili asife njaa. Leo, mwanamke anafanya kazi, ana biashara na ana kipato chake. Akiona mahitaji yake ya kihisia hayatoshelezwi nyumbani, haogopi tena kutafuta nyongeza kwingine, kwa sababu anajua anaweza kusimama peke yake. Uhuru huu umemfanya mwanamke kuwa na nguvu ya kuchagua ambayo hakuwa nayo miaka 50 iliyopita. Sehemu ya 2. Usaliti wa kihisia, emotional infidelity. Tofauti na wanaume ambao mara nyingi husaliti kwa ajili ya tamaa za kimwili, physical, tafiti zinaonyesha kuwa mwanamke huanza kusaliti kihisia. Mwanamke anapokosa kusikilizwa, anapokosa sifa, compliments, au anapohisi amekuwa kama samani tu ya ndani, moyo wake unaanza kuhama. Hapa ndipo anapotokea mwanaume mwingine, msikilizaji kazini au kwenye DM. Anaanza kwa mazungumzo madogo, kisha anaanza kupata kile anachokikosa kwa mume au mpenzi wake. Usaliti wa mwanamke mara nyingi ni zao la pengo la kihisia ambalo limeachwa wazi kwa muda mrefu. Sehemu ya 3. Mitandao ya jamii na ulimwengu wa machaguo. Hatuwezi kuacha kuitaja mitandao ya jamii. Instagram, Facebook na WhatsApp zimeleta soko la mahusiano kiganjani. Mwanamke wa leo anaona maisha ya watu wengine yakionekana kuwa kamili, perfect mtandaoni. Anaanza kulinganisha mwanaume wake anayerudi amechoka na kusonya na yule mwanaume wa mtandaoni anayeposti picha akiwa kwenye vibe la kishua. Mitandao imerahisisha mawasiliano ya siri. Mtu anaweza kusaliti akiwa pembeni ya mpenzi wake kitandani, huku akichati na mtu mwingine. Sehemu ya 4. Tit for tat, kulipiza kisasi. Kuna kundi kubwa la wanawake wanaosaliti kwa sababu ya kisasi. Kama yeye anafanya na mimi nafanya. Zamani wanawake walikuwa wanavumilia usaliti wa wanaume kwa kulia na kuomba. Mwanamke wa kisasa anasema siwezi kuwa mshamba. Akigundua mwanamume wake ana mchepuko, na yeye anatafuta wake ili asijihisi mpumbavu. Hii imetengeneza mzunguko wa sumu ambapo uaminifu umekuwa bidhaa adimu. Sehemu ya 5. Siri ya usaliti wa mwanamke. Jambo moja ambalo wanaume wengi hawalijui ni kwamba mwanamke ni msaliti mwenye akili, smart cheater. Mwanaume akisaliti, ni rahisi kukamatwa. Atabadili tabia, atachelewa kurudi, au atakuwa na harufu ya perfume ngeni. Mwanamke anaweza kusaliti na bado akarudi nyumbani, akakupikia chakula unachopenda, akakuhudumia kwa tabasamu, na akakupa mapenzi kama kawaida. Hii inafanya ionekane kama wamezidi, kwa sababu wanafanya hivyo kwa umakini mkubwa, underground, hadi siri inapofichuka, mshtuko unakuwa mkubwa. Ndugu zangu wa Kepa Africa, usaliti hauna jinsia, lakini mazingira ya sasa yamempa mwanamke nafasi na ujasiri wa kufanya yale ambayo zamani yalidhaniwa ni ya wanaume pekee. Swali linabaki kwetu. Je, ni kosa la mfumo wa sasa wa maisha? Je, ni kosa la wanaume kutelekeza majukumu ya kihisia? Au ni mmomonyoko wa maadili uliovuka mipaka? Nini maoni yako? Je, umewahi kukutana na hali hii? Au unaona mazingira gani yanachangia usaliti huu wa kisasa? Tuandikie kwenye comments. Usisahau kusubscribe na kulike ili tuendelee kuchambua ukweli wa maisha yetu. Mimi ni msimulizi wako. Tukutane tena kwenye mada inayofuata. Kwaheri.